Tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo. Leta simu. Leta simu, sio yeye sasa. Leo si machizi. Kaka mwogope Mungu, mwezi mtukufu. Wewe umefunga, umefunga. Nimefunga ndio. Funga. Leo unaniambia mambo ya kufunga kwa babako. Utake kutoa simu au sio? Analetea mapozi nini? Una mapozi na mimi una mapozi, toa simu. Hiyo hizi ndio waone si atuelewe. Tulia. Ndio. Nipe simu. Takuletea mapozi hapo. Kache. Sio waone muda kama huu si. Tunafanya gaetu. Hivi bei gani? 10,000. Ndio sasa hivi 10,000. Hivi 10,000 mimi katika pale mara nini tauza 2,500. Akaturudi. Ndio. Wewe Asia. Sema kwamba uje nje, mbona unachelewa sasa? Nasikia. Acha kulala wewe. Si unakuja kufunga wewe? Chukua pesa nenda kanunue futari. Tunakula futari gani leo? Miogo sio na magimbi, si viazi. Wewe tena. Miogo na viazi. Sasa mama uko sokoni kuna mafuta gani? Ndio miogo, viazi, magimbi. Kwa vile wewe unaitaka ya miogo na viazi hamna shida, nenda kachukue. Tunakula nazi au? Basi sawa. Usichelewe. Si unajua mida ishaenda. Sawa. Kama unachukua hata hapo au unaenda kupata mfuko basi uko nenda. Mifuko 500 hivi. Basi sawa. Waalaikum salaam. Vipi? Salama. Basi kajiandae mdogo wangu tena msikitini. Blaza naye umeshaanza bwana. Mimi sijafunga. Hujafunga? Unaviona vitumbo? Nini kinakufanya usifunge? Blaza mimi kipa. Kufunga machate bado peke yake. Wewe mwenyewe blaza nadhani unaelewa kama mimi kufunga sio vitu vyangu. Hata kipindi cha wazazi wetu bado hapo hai. Mimi kufunga nilikuwa nafanya haja kualizisha tu wao. Mimi kwa kweli mimi nakufunga wapi na wapi bwana. Mimi siwezi nikajitesa. Maneno mdogo wangu. Sheikh, kumbuka Mwenyezi Mungu achezewi. Kumbuka Mwenyezi Mungu ajaribiwi. Kumbuka Mwenyezi Mungu anaona kila kitu chochote ambacho kipo katika ulimwengu wa dunia.
Wewe Mwenyezi Mungu shemuona wapi wewe brother? Hapo tunaanza kuongopeana sasa hizi. Unakufuru mdogo wangu? Ah. Mungu anaweza kafanya hapo unatembea kishura mpaka kesho kutwa. Hawezi. Na wala siogopi chochote. Telewa bana brother. Bwana. Basi mimi ngoja niwahi msikitini. Unajua mwenyewe. Wangu. Juzi nimerudi nikamkuta Asia hapa nyumbani. Sikubahatika kuzungumza chochote. Lakini leo tayari kashinda jana na leo sasa hivi sio kaenda wapi. Pia nataka nikuulize kitu kimoja. Unamruhusuje mtoto kuja nyumbani kufunga Ramadhani ili hali kwamba pale alipokuwa anaishi alikuwa anaishi na mwanaume na hakuwa na ndoa naye? Tena mbaya zaidi, badala aje hata siku 10 kabla, siku 5 kabla, anakuja siku ambayo analala, kesho anaanza mfungo na amefunga. Kweli? Mume wangu. Yaani yule binti amekuja sawa. Na ujio wake amekuja kufunga. Sio unanielewa? Ndio. Lakini hata hivyo alipokuja mimi nilizungumza naye, nilimuuliza. Ila sikupata majibu yale mazuri sana. Isipokuwa nikasema tu basi ngoja tu nimpokee afunge akishamaliza funga yake. Ataondoka kwake. Hii ni familia ya kidini. Mke wangu umesoma dini. Lakini pia mimi kuizihirishia kwamba naifuatisha dini, nimefanya taratibu zote mpaka nimeweza kukuoa. Nimetoa mahari, kila kitu nifuata taratibu zote za dini ya Kiislamu. Maana yake kwamba ninavyoishi na wewe sitaki kipingamizi katika funga yangu au funga yako mke wangu. Sasa leo hii kaja yule, mimi naweza nikaita kipingamizi. Mimi ni mtu ambaye nafundisha dini. Leo hii wanione mimi ambaye nadiriki kufundisha watu kuijua dini. Leo hii wanione mimi namchukua mtoto wa shemeji yangu anakuja kukaa kwangu mwezi wa Ramadhani eti amekuja kufunga, ametoka kwa mwanaume wake. Kweli? Ndio maana nikasema hivi, yule binti sitaki kumuona pale. No, unakosea. Nikwambia. Haiwezekani. Na sio haiwezekani na kupinga, hapana. Sikupingi. Yule ni mtoto wetu. Na mtoto ambaye ameniachia marehemu dada yangu. Kwa hiyo mimi sina ujasiri wa kufukuza yule binti. Nikuombe tu. Mwache afunge. Akishamaliza ifunga yake, akiondoka au kabla hajaondoka tutazungumza naye. Atatuelewa, tuna kila kitu kitakaa sawa mume wangu. Yule ni Ramadhani yake ya ngapi anakuja kufunga kwangu? Si Ramadhani ya 4 kama sio ya 5. Ndio mume wangu. Sasa embu fikiria kwamba ni jinsi gani nimeweza kulea huu udhaifu muda mrefu. Lakini funga Ramadhani hii basi naomba nifunge nikiwa niko safi. Unachokuomba mke wangu, nenda kamwambie baba mdogo ataki kukuona hapa. Basi. Siwezi, sina ujasiri huo. Siwezi kuwa na ujasiri wa kumwambia yule mimi baba yako mdogo hawezi ataki kukuona. Siwezi mume wangu. Jambo dogo. Atakaporudi nitazungumza naye mimi mwenyewe. Na nitamwambia kwamba sihitaji kukuona kwangu kwa sababu 1 2 3 4 5 6 7. Na kuhusiana na swala la kwamba yeye sijui ni mtoto wa marehemu na shemeji yangu, marehemu dada yako, sio tatizo. Mimi nampenda vizuri sana, lakini siwezi kuharibu matakwa ya dini kwa sababu ya kuendekeza mtu ambaye anafanya vitu vinavyojirudia kila wakati. Yaani kama nitamuona basi nitamkataza bebe kila kitu chake arudi kwa bwana wake. Kama anaenda kuzinzi, si kufanyaje, kuzini huko, atajua yeye. Ila mimi nataka funga yangu mwezi huu iende sawa. Na akitaka nifurahishe mimi kama baba yake mdogo, basi aingie kwenye maadili ya dini. Basi. Haya, kingine nimeacha hapo kwenye kompyuta kwa chini
nimeacha hapo hela ya iftari. Basi mimi tazunguka kidogo, ikifika muda wa masjidi nitaenda masjidi, then nitarudi kufuturu. Kwa unaweza kufanya maandalizi. Sawa mama. Kwa hiyo leo nikuandalie iftari gani? Leo niandalie iftari ya tambi. 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 Tambi tu basi. Tambi. Sawa mama. Sababu haiwezekani. Mimi ni mtu ambaye nafuatisha dini, nafundisha watu dini. Leo hii itokee mtu kwenye familia yangu mimi aipeleke dini tofauti. Haya. Naandaliwa iftari na mtu ambaye hajajiandaa vizuri kwenye mwezi wa kuchuma. Hii itanifanyaje? Assalamu alaykum. Vipi? Shemeji, unaionaje hali ya mdogo wako? Maana kila kunapokucha inazidi kuwa mbaya. Hadi imefikia hatua sasa hivi hawezi hata kunyanyuka mwenyewe. Mpaka umnyanyue. Shemeji, mwenyewe hali ya mdogo wangu inanipa ghadhabu sana. Kwa sababu ukiangalia na jinsi alivyo, na ndo mdogo wangu pekee wa kiume ninayemtegemea mimi. Lakini mimi shemeji nilikuwa na wazo. Kwa nini tusimchukue tukampeleka hospitali? Kule tukishamfikisha atapimwa vipimo vyote na matabibu watagundua anasumbuliwa na nini. Kisha ataanza matibabu. Ni kweli shemeji. Wazo lako unalisema ni zuri sana. Na ni wazo ambalo lenye mantiki, lakini mimi naweza nikasema Allah ameamua kufanya wepesi wake kumuonesha kwamba Mungu yupo, anaweza kufanya chochote ambacho kinawezekana, kwa sababu juzi alinitolea maneno mazito sana. Amediriki kumkufuru Mwenyezi Mungu, anasema Mungu hayupo. Amediriki kuongea maneno mengi sana. Kwa hiyo naweza nikasema Mungu katika ulimwengu wote huu hakuna anayemzuia kufanya jambo lake. Kwa hiyo ndio leo hii analala pale kitandani, hawezi kuamka, hawezi kufanya chochote kwa sababu ya jeuri yake, ya kashifu yake, ya maneno yake. Naomba tukamwombee dua na Mwenyezi Mungu atamponya. Basi inshallah mimi sina la ziada la kusema, basi tunyuke tuongozane. Twende pale tukamwombee dua. Nakupa chakula uli, nakupa uji utaki, matunda pia utaki. Unanikatisha tamaa. Dadangu, yaani mimi ninavyonichukulia kama naumu. Yaani mimi najiona mzima kabisa dada. Ila tu mwili wangu unajikuta unakuwa mzito. Hata hamu ya chakula na kwa sijisikii kabisa. Usijali mdogo wangu, utakuwa sawa. Mwenyezi Mungu baba nisaidie. Yaani mimi nikipona. Jamani, ndugu zangu, mimi nimewaita hapa. Kiukweli, lengo kuu ni kuomba tumsamaha kwa kuna makosa niliyotenda. Najua hamna binadamu aliyekamilika siku zote. Kiukweli, sasa mimi nimebadilika. Nimeamua tu kurudi kwa Mwenyezi Mungu, niendelee kufanya tu mambo mema. Na najua nilikuwa simkwazi tu yeye Mwenyezi Mungu, pia hata nyinyi, pia hata jamii walikuwa ni wakinizunguka kuniangalia, vitu nilikuwa naonyesha. Kiukweli mpaka mimi mwenyewe nafsi yangu najishuku. Naomba nilale sana kwa wale ndio kusema hiyo shughuli yangu. Kwa kweli mimi binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa umeamua kubadilika, umekuwa mwema
Naona umevaa na kanzu ya kaka, amekutoa kweli? Yeye alinipa kaka, niambia itumie hii. Na ikipendezwa kabisa, kama ukipendezwa nao kana ujumbe. Unaona? Si vyema na mimi nikaa kama naona uniona. Nimekutoa kangu, umependeza. Asante. Shemeji. Naomba msamaha sana kama makosa mengi yafanya ndio yako. Nimekuja kugundua kuwa wewe ni mtu sahihi sana. Sio kwa dada tu, pia kwenye maisha yangu. Nakushukuru. Maana bila wewe pamoja na kaka yangu, pamoja na baba yangu, nisingekuwa hivi. Nashukuru sana. Shemeji, kwa upande wangu mimi haujanikosea. Kwa sababu mimi na kaka yako tulikuwa tunajaribu kukuweka katika misingi imara ili angalau umtambue Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo ameamua kukufundisha kuwa yeye ndo muumba wako, ni jambo la maana sana, kwa sababu kwa sasa hivi utakuwa sambamba na sisi. Kwa hiyo katika hilo shemeji, mimi naomba usiwe na wasiwasi. Kwa hilo nimekuelewa kabisa. Sawa. Hapo muda tuendelee shemeji. Maana sana tunakuja kwa dada baadaye. Sawa.